Mashine nyingine hiyo ni mashine ya hatari. Huyu sio yule wa watu kutembea kwa rivers. Hii ni mashine ya maana pana utaiba. Hii ni mashine ya hatari ambapo punde tu baada ya kumtambulisha mchana wa saa 7, punde tu baada ya kumtambulisha, yani ikishafika saa 7 na dakika 1, yani baada tu ya kumweka hadharani, watu wote hasa wanaume nywele zao zitanyonyoka na kubaki vipara. Mbona wanaume? Ni mali ya hatari kweli kweli. Ni mchezaji wa daraja la juu kweli kweli. Ni mchezaji wa kiwango kikubwa sana. Ujio wake anakwenda kushtua. Kuna nerve system huku ambayo ndo inahusika kwenye kuotesha nywele. Sasa hiyo nerve system ndio ambayo itashtuka. Ikishashtuka itaunguza nywele na watu kubaki vipara. Leo saa 7 kamili mchana watu wataota vipara kwenye vichwa vyao, hasa wanamume. Nyinyi fanyeni utafiti, saa 7 kamili mchana watu watapata vipara. Kistuka tu umekwenda na maji. Lakini iko njia ya kuzuia. Yes. Wakati tunamtambulisha, yani kishafika saa 6 na dakika 59, chukua barafu weka hapa katikati ya utosi, alafu ndio angalia usajili wetu. Ukifanya hivyo utabaki salama. Chungulia Simba hapo, huku umeweka barafu kabisa, barafu hapo utakuwa umesalimika. Lakini ukichungulia kichwa ama ukaangalia kichwa kwenye Simba hapo, unanyonyoka nywele zote, unabaki kipara. Na baada ya huyu kuna wengine pia ambao watakuja na sifa za tofauti. Yuko. Kuna mashine kama 3 hivi kwa Dar es Salaam. Nyinyi ndio mmetambulisha wazao wachache kuliko timu ambazo ziko Dar es Salaam. Nadhani mpaka sasa hivi nyinyi ndio mmetambulisha wachezaji wachache 3. Kuna ambao watambulisha 5, kuna ambao watambulisha 8. Sisi tulisema wazi usajili wetu msimu huu hautakuwa wa wachezaji wengi, kwa sababu of course tuna timu nzuri, timu bora. Kwa hiyo tunafanya maboresho tena, Mungu wangu, tunafanya maboresho tu kidogo hapo kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yetu, na baada hapo tuende tukapambane kwenye mashindano ambayo yako mbele yetu. Kwa hiyo hatutakuwa na usajili mkubwa sana kwa maana ya watu wengi, hapana. Ni sehemu chache tu bwana. Weka hapo Nathaniel Chilambo kwa ajili ya saidiane na Duchu na Kapombe. Okay, weka hapo Kelvin Nation amsaidie Kagoma. Muone, sogea hapo juu kidogo, chukua Bakari Msimu asaidiane na mafundi wenzie pale mbele. Kwa hiyo ni wachezaji wachache mno ambao wanakuja kufit in kwenye maeneo. Maana jana nimeona watu wanasema mnaangalia usajili wa mtani ili mjue mnabaki na goalkeeper yenu ama mnaleta mtu mwingine. Kwamba mnaangalia usajili wa mtani vyuma na kushusha. Kwenye eneo la goalkeeping wala hatufanye usajili wote. Tayari yuko pale Kasari, yuko na Abel Hussein na bana mdogo Alexander. Tunaendelea kupambana mlinda mlango wetu Yakub Ali Suleiman apone arejee kwenye majukumu yake. Sisi kwenye eneo la goalkeeping hatupagusi. Tunagusa tu maeneo mengine hapo. Kwa hata mwafiwa watamsajili nani? Atamsajili nani? Tuna mashaka hata kidogo. Anasema tumalizane jamani. Swala la Selemani Mwalimu lilipofikia. Nikaswalishe Swala la Selemani Mwalimu lilipofikia. Kwani limeanzia wapi? Lilianzia baada ya kumtambulisha kwamba ameongeza mkataba mmoja wa mwaka mmoja wa mkopo, alafu wao Wydad wakaja wakakanusha, wakasema hawatambui makubaliano ya mkopo wala uhamisho. Taarifa yao walitoa kwa lugha gani? Ya Kiarabu. Nyinyi mnaelewa Kiarabu? Lugha ya Arabia. Wamesemaje? Na lugha ya Arabi. Kwa kunukuu kama jana alivyosema. Mimi niliwatafsiria. Wamesema wewe unafikiri Kisambaa na unafikiri Kiarabu ni Kisambaa? Sasa mimi sinajua lugha zote. Wabongo wote hawajaelewa kilichoandikwa kwenye ile taarifa ya Wydad, kwa sababu ni Kiarabu. Wengi wamebabaisha tu. Sasa mimi nimewatafsiria. Asa wewe ndo wakuaminika na umevaa sweta la kijani. Ndo tukuamini wewe. Kipi sasa ambacho sahihi kiliandikwa pale? Mimi mwenyewe sijui wameandika Kiarabu. Sasa ndo nimekubobishia kidogo hapo. Wewe sasa unakosa sifa ya kuaminika. Hatuwezi, yani wewe huwezi kuwa source wa kuaminika wa kutafsiri taarifa ya Wydad. Kweli.
Kweli? Wewe mtu wa Lushoto utafsiri Kiarabu where and where. Na tosu wa Lushoto bado ukavaa na sweta la kijani. Mchana wa jua kali uona sweta. Litunze hilo utavaa Ngorongoro. Nitakusaidia. Kumbe naenda. Kimsingi ni kwamba sisi tulifanya mazungumzo yote ya msingi ya kumchukua Selemani Mwalimu kwa maana ya kumuomba tena kwa mkopo, na wakatukubalia, wakatupa terms zao tukazikubali. Kilichobaki ikawa ni utekelezaji. Tukazungumza na mchezaji mwenyewe na yeye akatupa terms zake tukamkubalia, na baada hapo kila kitu kikawa kiko on site. Bahati mbaya ni kwamba Wydad imefanya mabadiliko ya kiuongozi hasa katika nafasi ya juu. Aliyekuja hakutambua yale mazungumzo ambayo watangulizi wake waliyafanya na Simba Sports Club, na hii ni kawaida hasa kwa structure ya kiutawala ama tabia za Kiafrika. Anakuja kiongozi hatambui kile ambacho kimefanyika na mtangulizi wake. Hiyo ipo kwenye serikali za Kiafrika, hiyo ipo kwenye serikali za kimpira, na ndio maana haishangazi kuona kila kiongozi anayekuja madarakani anakuja na mpango wake, na mpango ulioachwa na mtangulizi wake anakuwa hautambui ama haufatishi. Ndicho ambacho kimetokea kwa Wydad Casablanca. Amekuja kiongozi mpya madarakani, hatambui mazungumzo ama makubaliano ambaye mtangulizi wake ameyapata, na kwa mantiki hiyo yeye anataka mchezaji arudi kwenye klabu yake, mpango mingine iendelee, na kwamba hatambui mazungumzo ambayo tayari yameshafanyika. Jukumu letu kama Simba Sports Club kwanza ni kuwasiliana na huyo kiongozi mpya ambaye ameingia madarakani, kumwelezea wapi tulikoanzia, wapi tulipo na wapi tunapoelekea, tukimpa na ushahidi wa mawasiliano ambayo tulifanya sisi na viongozi wenzie wa klabu hiyo wa zamani. Baada hapo tutamsikiliza. Kama atahitaji kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo, tuko tayari. Kama atakuwa tayari kuendelea na mazungumzo ambayo wenzake walishafanya, tutakuwa tayari. Na kama atakuwa tayari kuvunja kabisa kila kitu na kumchukua mchezaji wao, nayo vile vile tuko tayari. Ni mchezaji wao, wana haki naye, wana mkataba naye, na sisi tulimuomba kwa mkopo. Kwa hiyo tuna option ya kukubaliwa na kukataliwa. Wakikubali kutupa kwa mkopo, kwetu itakuwa ni faida kubwa sana, kwa sababu tayari tumeshatengeneza mipango kwa ajili ya Selemani Mwalimu. Wakikataa, basi tutaangalia option nyingine iliyokuwa bora zaidi. Na mmeshaanza mazungumzo nao, na kwa mfano absolutely hawajakubali, muda unazidi kuyoyoma, naamini mtapata mbadala wake mapema. Sasa msiniharibie shughuli yangu, nimekuja kupokea hela hapa ya kwenda kuwalipia wana Simba kwenda zao Ngorongoro. Sasa kama una maswali yenu nitafute kwenye ofisi yangu, lakini hapa tuko Raina Perfumes.